yale sijabadilisha. Msifu wa Yesu, imani ya Yesu. Nampenda, nikamu, tegemeo, msaada. Is my all in all. Naomba kwa dakika chache ambazo tuko nazo tafakari kuhusu kichwa cha somo. Kinasema amri ipi ya Mungu hatuivunji kwa hiari. Amri ipi ya Mungu hatuivunji kwa hiari. Yaani sasa tazame dunia leo, uniambie kwa zile amri 10 ni gani ambayo wanadamu siku hizi hawavunji intention, yaani without caring. Tunazivunja tu na imekuwa ni kawaida. Sio moja wala mbili, hata wale zote 10. Uniambie ni ipi ambaye wanadamu hatuvunji kwa hiari wa dunia ya leo. Somo letu ni Kutoka 20. Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Na tunazijua amri zenyewe. Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4, Mungu anaanza kwa kusema, msomaji naona kuiano kwa kusome. Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mwenyezi Mungu alizungumza maneno haya yote akasema, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako niliyekutoa nchini Misri ambapo ulikuwa mtumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya miungu wa uongo au kinyago cha chochote kilicho mbinguni, katika nchi au majini chini ya dunia. Mungu anasema, anataka kusema mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu wengine. Alafu anasema usiwe na mchongo wa chochote, kiumbe chochote kilichoko mbinguni, duniani na hata kwenye maji. Hasa ndugu zetu waliojitenga wanachukuanga hii sehemu kama ni amri 2. Amri moja, mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine. Amri nyingine, usiwe na mchongo wa chochote. Ukiweka hizo 2 kando, hiyo ni amri tofauti, basi hufai kuwa hata kwa nyumba yako na nyumba na picha ya samaki. Kwa maana samaki ni kiumbe cha majini. Haufai kuwa hata na picha yako mwenyewe, kwa maana wewe ni kiumbe cha wapi? Duniani. Mungu alisema usiwe na mchongo wa chochote, kiumbe chochote kilichoko mbinguni, duniani na kwenye maji. Ukitenganisha zile amri ufanye ziwe 2 kama vile Protestant wamefanya, basi wote tunaabudu shetani, kwa maana hata wenyewe wako na picha zao na viumbe vya duniani. Hiyo ni amri moja. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine na usiwe na mchongo. Hiyo ni amri moja. Mungu alisema tusiwe na michongo kwa nia ya kuabudu. Hauwezi tenganisha. Ukitenganisha hatufai kuwa na mchongo wa chochote. Ndio maana mara nyingi hatuelewi, tukiwa na sanamu ya Yesu wanaona tunaabudu vinyago. Sio kweli. Mungu akataza mchongo. Mungu alichokataza ni mchongo kwa nia ya kuabudu. Na mchongo sio mchongo wa kuchongwa tu. Chochote unachopenda kuliko Mungu, hicho ndio kimungu chako. Anything you love more than God, hiyo ndio image yako. Huo ndio mchongo wako. Hicho ndio kinyago chako. Huyo ndio Mungu wako. Mungu anafaa kuwa number 1 kwa kila jambo. Na the moment kuna kitu unapenda kuliko Mungu, basi una kimungu. Michongo sio shida. Shida iko kwenye moyo. Unafanya nini naye? Saa hizi kuna wanaume wengi duniani wanapenda mpira kuliko Mungu. Kweli si kweli? Kuna wanawake wengi wanapenda urembo na fashion kuliko Mungu. Kweli si kweli? Watu dunia leo wanapenda pesa kuliko Mungu. Kweli si kweli? Paka tunaua, paka tuna abduct kwa ajili ya pesa na mamlaka. Hizo ni miungu. Chochote unachopenda kitakacho kufanya usifuate Mungu, hicho ndio kimungu chako. Kama ni program ya TV soap opera inafanyanga mpaka hata sala uweze kusali, hicho ndio kimungu chako. So hii amri ya kwanza tunaivunja daily. Wanadamu dunia leo, watu wamependa vitu kuliko Mungu. Watu wamependa pesa kuliko Mungu. Watu wamependa ulevi kuliko Mungu. Watu wamependa ngono kuliko Mungu. Ndio maana hata siku hizi kila kitu imekuwa sexualized. Hata mtoto anavalisha anasema kana ka sexy. Kafanya sex na nani?
tunapotea. So hii amri ya kwanza inavunjwa daily and we don't care. Na hii ndio amri kubwa Mungu anasema usiwe na kimungu kingine bali mimi Mungu wako. So vinyago si vya kuchongwa, viko moyoni. Ndio maana Mungu kusoma Biblia anaambia Waisraeli, mkiangalia mbingu muone jua na mwezi na nyota, msije mkadanganyika mkaviabudu. Jua, mwezi na nyota sio Mungu, lakini nazo kaifanya Mungu wako. So adoration ama worship is not in things. Haiko kwenye vitu, iko kwenye moyo. So sisi hatuabudu vinyago, tunaviheshimu. Huyo Mungu aliambia Musa usiwe na mchongo wa chochote, ndiye anayemwambia achonge nyoka wa shaba, tena amuinue juu nyoka kiumbe cha duniani. Alimwambia usiwe na mchongo wa kiumbe cha duniani. Anamwambia wakiumwa na nyoka kule jangwani, lazima mtawazame nyoka wa shaba ndio wapone. Aliyetia katazama alipona, ambaye hakutii alikufa. Sasa nyoka ainuliwe, mwangalie Yesu msalabani na kwenye kufa. Yesu msalaba, makofi na maana. Amri ya kwanza ndio hiyo. Mstari wa 7 unasemaje? Miriana Majenga mwenye karibu. Ama mwingine yote. Mstari wa 7. Usilitaje bure jina langu mimi Mwenyezi Mungu Mungu wako. Usilitaje bure. Haki ya Mungu hii inatumika kila saa, hata mahakamani. Na hapa ya kwamba yote atakayesema ni ukweli na ukweli mtupu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ukiweka jina sema ngoja sasa msikiasi. Kuapa bure. Nowadays lying na hata uwape na jina la Mungu ni kawaida. Ni kawaida. Yaani imekuwa kuivunja is not a big deal. Tunabatizwa na mkataa shetani na mambo yake yote na uongo wake wote. In the heart hatumaanishi. Tunatoka hapo naenda kwa Kalumanzira. Yaani ni kama drama, it's like acting. Hii amri inavunjwa day in day out and people don't care. Ile hali usilitaje bure. Ni mara ngapi tunaapa na si ukweli dunia leo? Kwa kiasi wanatumia jina la Mungu bure, hiyo ni laana, inaleta laana. Mstari wa 8, usisahau kuiweka takatifu siku ya Sabato. Siku ya Sabato au siku ya Bwana. Watu wangapi tunaweka takatifu? Hiyo ndio siku ya chama. Hiyo ndio siku ya mikutano ya familia. Kama tuko busy, siku zingine tafuta pesa, ile siku tunaweza kutaka familia ni Sunday. Hiyo ndio siku ya kutafuta hela. Hiyo ndio siku biashara zimenoga. Wakristo wengi siku hizi tumepotelea kabisa. Enda maeneo mengine, hata soko siku hizi iko Jumapili. Yuko siku ya soko. Hata hapa Castle Hotel pale, enda Jumapili ndio soko kubwa pale. Yaani tumeipuuza tukaona hiyo ndio siku ambayo we can make more money. Na Mungu anasema we need to keep Mungu anasema angalau siku moja kwa wiki tumpe yeye. Tusifanye iwe siku busy. Siku ya kuja kanisani, kutafakari kana familia, kufikiria Mungu na kufanya mambo ya kimungu. Lakini mara nyingi ndio maana hata watoto wetu siku hizi akichelewa shule unachapa. Jumapili ataamua mwenyewe kama ende kanisani asiende. Sio muhimu tena. Hebu tazame tuangalie kwenye maisha yetu. Mstari wa 12 unasemaje? Amri ya mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako ili uishi maisha marefu katika nchi ninayokupa mimi Mwenyezi Mungu. Heshimu baba na mama upate heri, upate baraka na maisha marefu. Hebu tuangalie watoto wa siku hizi, vijana wa siku hizi. Unajua vijana, tunaposema vijana wa siku hizi inategemea wazazi wa siku hizi. Tumewafundisha nini? Sisi wenyewe tumeonesha tunaheshimu wazazi wetu. Mimi naweza kuwa naishi mjini na kaa vizuri, mzazi wangu je kule shagu analia ama anajienjoy. Hiyo ni kumheshimu au ni kunyima heshima? Ni kunyima heshima. Siku hizi watoto wengi waheshimu wazazi wao. Television, peer pressure, mitindo ya kisasa. Ndio maana hata watoto wetu majenzi, ingawaje Mungu anawatumia wanang'ang'ana, lakini upande wa heshima iliendaga through the window. Ndio maana hata kutusi mkubwa sio kitu kikubwa. Unajua unaweza fanya demonstration lakini ufanye kwa heshima.
lakini wakati mwingine matusi yanapita, kwa maana heshima ilishaenda. Na unajua usipoheshimu, unfortunately, watu wengi wanajua heshimu baba na mama upate baraka. Hatujui kinyume cha kuheshimu kinaleta laana. Ukisoma Deuteronomy 27:16 inasema, alaaniwe mtu yote anayekosa kuheshimu baba yake na mama yake. Alaaniwe. So vijana wengi sasa hizi wanabeba laana. Pamoja na wako na intellect kubwa, wamesoma, wanaona mambo mengi makubwa, lakini kujinyima ile heshima, ile baraka ya baba na mama inaleta laana nyingi, inaleta shida nyingi kwenye dunia. Hii amri siku hizi inavunjwa day in day out. Inavunjwa kila wakati. Mstari wa 13 inasemaje? Usiue. Usiue. Kuua siku hizi kawaida, kitu kidogo. Abduction, maliza, kitu kidogo. Ficha, bora hujashikwa, uko sawa. Mimba, toa. Mtu amejua shepu, umetunza. Kidogo, yaani siku hizi kuua, mtoto kuchukua panga kumaliza wazazi na ndugu zake abaki na mali, it is normal. Paka ni almost imekubalika kwenye society. It's no longer a big thing. Mtu kuchukua kamba kuchukua maisha yake, anasaidia kazi shetani ambaye kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu, ni kawaida. Hata watoto wa primary school, yaani shetani ametawala kiasi kubwa. Usiue siku hizi ni kawaida. Mungu anasema kuhusu Kaini wakati amuua ndugu yake Abeli, anasema damu ya ndugu yako inalilia mchangani, na kwa sababu hiyo ardhi imelaaniwa. Tunalaani ardhi yetu mara ngapi? Mimba ngapi zimetolewa Mombasa hii? Zinaleta laana kiasi gani? Ukiangalia contraceptive brutality, maana yote ile ya contraception, iwe ni condom, iwe ni macoil, nini, zote ni kuua. Yaani kwa siku moja leo hii Kenya zaidi ya watoto milioni 1 wameuawa leo. 1 million. Jana milioni na zaidi. Kesho vile vile. Lakini jenzi wa kuva 60 tutalia mpaka mwaka uishi. Hao ndio naona ni muhimu, wale wanaonekana. Na kama ni mwanasiasa mmoja, kelele inapigwa Kenya mzima, mwanasiasa mmoja, huyo ndio mtu. Lakini viumbe vya Mungu ambavyo vina hatia vinaenda kuenda, and we don't care. Siku hizi wanasema mara nyingi una cancel wasichana wadogo, kana kuambia nimetoa mimba 5 tu, mimba 6 tu, na akaoni kama ni kitu. Kamekuwa kamuaji sugu, and they don't care. Nimetoa 5 tu, 6 tu. Yaani sehemu ya kubeba watoto imekuwa ni mochari ndogo. Kuna mama wanatembea na mochari, siku kuna portable mochari. Tunatembea na moja kuua kingine tena. Mungu aturumie. Dunia imeoza ndugu yangu, dada yangu. Hizi amri 10 siku hizi kuvunja ni kawaida, kuua ni kawaida. Mstari wa 14 anasema nini? Usizini. Usizini. Fornication, adultery. Uzinifu na uasherati. Siku hizi uasherati ni normal. Kujianika ni normal. Kujiuza ni normal. Watu kuuza milioni siku sio kitu kikubwa. It's very normal. Siku moja nimeshare kwenye kitabu changu Knowledge for Division, jamaa moja alienda bookshop ya kanisa. Alipoenda kama pale Basilica, watu wamejaa. Ni busy kuliko ya cathedral. Watu wamejaa, watu wanunua vitabu. Sasa ni Basilica, asema kama Basilica busy. Sasa ni Basilica. Akawa watu wanunua vitabu, akaangalia kona picha condom kwenye ukuta. Akasema kwa watu wako busy wananunua na wanauza. Akasema jamani, naomba nipe condom 5 hapo. Wacha tukano. Mjinga wewe, kumbavu. Hapa ni kwa bookshop ya kanisa. Unaitisha nini hiyo? Yaani akatukano, toka. Sema jamani, naomba toka. Asema naomba niseme jambo moja tu, sema alafu uende. Akauliza, kama hamuuzi kwa nini mna advertise? Kisha jirani yao, kama hauzi kwa nini advertise? Neno la Mungu nasema nikimwangalia mwanamke kumtamani, nimeshatenda nini? Dhambi. So ukivalia ni kutamani kwa ajili ya vile umejianika, pia umeshiriki hiyo dhambi. Tuangalie jamani, sisi tukabebwa na mitindo tukajimaliza wenyewe. Hizi amri zinavunjwa daily. Tembea mtaa hapa Mombasa yetu, wamama wanatembea matiti zinachungulia. Yaani serious, yaani shida. Angalia kwenye public transport, kwenye magari.
Unakaa baba, mama na watoto, zile midundo zinachezwa ni nakedness. Imekuwa so filthy. Watoto wanakuwa na filth. Yani kwa is no longer a big deal. Kujua kissing, kujua ngono wanajua na miaka miwili. Sababu kwenye televisheni, iko kwenye mahoteli, iko kwenye magari ya umma, kila mahali tunafundisha ngono. Na siku hizi tumeshazoea, hata hatulizani swali. Unakuta toto, mama na babu wanajibamba kwa matatu. Nobody is going to ask a question. Imekuwa normal. Tumenormalize sin. Tumenormalize sin and it's so dangerous. Inamaanisha conscience zinakufa, dhamiri zinakufa. Ukiona unatenda dhambi and you don't care, ama unajua kujustify, dhamiri zimekufa. Na Mungu asaidie, because the road to heaven is so narrow. It is so narrow. Yani naomba Mungu nisaidie. Nisi ikafika kule ukaniambia ulijui. Pamoja na hii kila bidii ya kila Jumatatu hapa. Bidii ya kuinjilisha. Nifike huko na niambia sikujui. Bidii Lucy kupraise yote. Kukaa pale dukani the whole day. Ufike kule ujulikane. Yani tuombe Mungu asaidie. Nidhaya baada ya kuwa coordinator, ufike kule ambao ujulikane. Mstari wa 17 wa 15 nasemaje? Usiibe. Tusiibe. Kuiba kawaida. Paka watoto wadogo wanaita serikali wezi. Watoto wanajua serikali ni wezi. Yani how low can we go? Paka rais wezi muamini. How low can we go? Yule supposed to be a symbol of integrity. Paka watoto wa muamini. Kuiba ni kawaida. Badala pesa siku hizi zije kwa exchequer, siku hizi zinaenda account zingine za kando. Na watu wana aibu. And people don't care. Paka kuiba kimabavu. Hata ile ya kalamu ya fiki haifikwi. Siku hizi kagari is normal. Polisi kuna kwa barabara kupitisha, hakuna. Nimeenda Tanzania, hiyo demo niko. Polisi kuanzia Kenya mpaka Tanzania, every police unapita, gari asimama, wanapeana, unapita, hata ulizi swali. Hakuna kuangalia gari. Kenya, Tanzania the same. The same. Corruption imekuwa normalized. Mwenye anatoa maoni yako na makosa, mpaka anabaki akilaani yule. Wezi hawa, nende anahongana. Tuko kwenye shida. Mungu asaidie. Kuiba fungu la 10 not big deal. Pamoja naweza wewe kuwa mwanakarama fungu la 10, Mungu hiyo ngeta. Na tujali, we don't care. Normal. Tumenormalize. Mstari wa 16 nasemaje? Usimshuhudie jirani yako uongo. Usishuhudie jirani yako uongo. Hujakatazwa kushuhudia, umekatazwa kushuhudia uongo. Hiyo ndio umekatazwa. Kushuhudia, bashuhudia ukweli. The moment nashuhudia uongo, umevunja amri ya Mungu. And become worse wakati umedanganywa mpaka ukaamini uongo wako, kama kwenye serikali. You know this guy, they cheat mpaka wanaamini ile uongo. Wanaamini. You cheat until you believe your own lies. Conscience imekufa. Mungu asaidie. Na kama niko kwenye hilo eneo, nimedanganya kuhusu jera, nikadanganya mpaka nikaamini uongo wangu, I'm dead. Finished. Na Mungu asaidie. Kwa hiyo ni neema ya Mungu inaweza kuamua tu pale. Serikali it's like that. Sasa danganya Gachagua ndiye alipanga mpaka waamini uongo. And the goons are being protected by the police. Mungu atusaidie. I don't know where we're headed. That we can even lie. Zamani kwa wadogo ulikuwa kidanganya mama, macho anafanya nini? Yanaela aibu. Siku hizi ya kudanga tena ndio nakondoa kabisa. Siku hizi hakuna hiyo aibu. Is no longer conscience inakufa. Shetani anaendelea kutawala. We allow the devil to rule us more and more. That's why cheating is not a big deal. Mstari wa 17 nasemaje? Usitamani nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala mtumwa wake wa kiume au wa kike, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote kilicho mali ya jirani yako. Usitamani mke wa mtu mwingine. Siku hizi kuna mpango wa kando kawaida. Kwa watu usiseme nyinyi. Nyinyi najua ni nyinyi, ambia mwenzako nyinyi safi.
Nasema uko nje. Imagine now the talking. Sikuna research ilifanywa juzi. Ikaoneshana yani wanawake walio kwenye ndoa wanaodanganya. Sijui ilikuwa percent gani? More than 50%. Ilikuwa 65. Kwa ndoa wanaodanganya waume zao. Wanaume wanaodanganya iko much higher. Yani kawaida. In fact kama udanganyi unaitwa fala, unaonekana mjinga. Usitamani mke wa mtu mwingine. Na mke wa mtu mwingine usitamanishe mtu. Kwa sababu Yesu kutamanisha pia hiyo dhambi fanya nini? Umeshiriki. Usitamani mali ya watu wengine. Mbona watu wanaibaiba? Because you want to be like so and so. Kila mtu anaendesha gari. Kila mtu anajenga nyumba ya ghorofa, hata mimi lazima nijenge. Ndio maana mapolisi wanaokota. Na wamejenga manyumba, wana manyumba makubwa. Akifa atabeba nini? Tukifa atabeba nini? Hata hii mili mizuri hii, hakuna kitu kubeba. Absolutely nothing. Hii mili chakula cha mchwa. Mchwa ndio anajivunia. Endelea kurembeka tu. Mchwa anasema, "Gai, laka." Mchwa zinajivunia. We will carry nothing, only the soul. Itaenda ikiwa namna gani? Niambie kwa hizo amri 10 ni gani ivunji kwa hiari? Tena tena tunazitetea. Siku tunazitetea. Kama kuna dunia ambayo imeshinda ni ya leo kwa kujustify. Tulifundishwa shuleni kujustify projects, sasa justify mpaka dhambi. Tena Mungu ni mwenye huruma. Hata usinihukumu, acha Mungu atanihukumu mimi. Hebu na mshukuru cha kufunga macho yako. Tafakari. Mimi tafakari kwa hizi amri 10 ni gani kwangu muda? Naamini Mungu amesema na mimi, amesema na wewe. Ni ipi ambaye ni kawaida? Kama kuna dhambi ambayo unaitenda kawaida na una justify, ndugu yangu, dada yangu, inamaanisha dhamiri inakufa. Shetani anakuiba pole, anakuharibu pole, ndio maana una justify. Wacha watu ulimwengu wa justify, lakini sio sisi. Dhambi itabaki kuwa dhambi. Kama kuna lugha ambayo Mungu hataikuelewa, ni lugha ya dhambi. God can understand anything else, but not the language of sin. Alichinjwa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu, ili tubadilike, sio tubaki kwenye maisha ya dhambi. Ili tubadilike, sio kujustify dhambi, bali tubadilike. Kristo mfalme, tunaomba huruma. Mahali tumeshiriki dhambi, tunatenda hasa kwa maksudi, tunaomba turudie. Nchi yetu ya Kenya, familia zetu, mahali tunatenda hizo dhambi kwa maksudi, naomba Bwana uturumie. Angalia uovu umejaa dunia. Not only adoration and adultery and fornication, but even lesbianism, homosexuality, na mambo mengine mengi, bestiality, mambo ya ajabu yamejaa ulimwengu wa leo. Bwana tunaomba huruma. Tusamehe tulio hapa. Samehe familia zetu. Samehe nchi yetu. Tufungue na minyororo hizi laana ambazo zinatuandama. Bwana, ndio maana nchi inateseka. Ndio maana familia zinateseka. Ndio maana dunia inateseka kwa ajili uovu umekuwa ni kawaida. Breaking the commandments is no longer a big deal. Na tunajiona wajuaji. Mungu wa huruma tuhurumie. Tusimame. Hebu tuende mbele za Mungu kwa dakika moja, tuombe Mungu atuhurumie. Bila Roho atakuwa atakuongoza. Mungu akiweza kuomba msamaha kwa niaba yako, kwa ajili ya Kenya, kwa ajili ya Afrika, kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya hata kanisa. Tumekubali giza liingie ndani, hata kanisa tumekubali shetani aje atawale. Hiyo pepo ya wizi iko mpaka ndani ya kanisa, tunaibiana mpaka kanisani. Hata hele na ichamba pia inaibiwa. Mungu asisamehe. Hata roho ya ngono iko kanisani, roho ya uungu kanisani, masengenyo ya kanisani, uovu mwingi unatendeka. Badala tuwe chumvi na mwanga, tumekubali giza liingie. Mungu wa huruma tuhurumie. Mungu wa huruma tusamehe. Mungu wa huruma, achilia damu yako Yesu tena, itutakase, tubadilishe. Mungu tufungue. Angalia nchi yetu, corruption
imekuwa ni kawaida, tunatetea ukabila, umepelekwa at another level. Mighty God, Mungu tuhurumie, samehe viongozi wetu, tukianza na rais wetu Ruto. Mungu msamehe na serikali yake kwa uongo mwingi, kwa mauaji mengi, abduction nyingi. Bwana wasamehe, Mwenyezi Mungu. Samehe polisi kwa kutumika vibaya, ni ndugu zetu, ni dada zetu, wanaambiwa shoot to kill. Mwenyezi Mungu, wanaua watoto innocent, vijana wadogo wasio na hatia, vijana watafuta haki yao there tomorrow. Almighty God, forgive our government, forgive our youth. Mahali wamekosa kuheshimu wazazi na wakubwa, wasamehe vijana wetu. Hiyo laana tunavunja kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaiharibu, tunang'oa na mizizi yake na kufunga chini ya msalaba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hebu vunja hizo laana ambazo zimetuandama kama nchi, kama familia, kama vijana, kama wasichana, kama waume wa ndoa, wake wa ndoa. Hebu tuvunje hizo laana zote ambazo zinatuandama as the Spirit of God leads you. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kinyume na falme zote za shetani, tunavunja na kuharibu, tunaangamiza na kumoa na kufunga na kuweka chini ya msalaba wako. Tuhurumie Bwana, set us free, Almighty God. Naita ndani yako damu yenye uweza, damu yenye mamlaka, damu inayofungua, damu inayoponya, damu inayookoa, damu inayobariki, damu inayolinda, damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu tuhurumie, Mungu tusamehe, Mungu tutakase, Mungu tubadilishe nchi yetu ya Kenya. Bwana, inaangamia kwa ajili ya ufisadi, kwa ajili ya pawage, kwa ajili ya kutafutia makuu, kwa ajili ya kuonekana, kwa ajili ya ukabila mbaya, kwa ajili ya siasa mbaya, kwa ajili ya uongo umekithiri, kwa ajili ya hongo, Bwana, watu kununuliwa kama kondoo. Mungu tuhurumie, Mungu tusamehe, Mungu tutakase kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu tubadilishe, tubadilishe Bwana, tubadilishe Bwana, turudi kwenye njia zako, njia za uwezo, mamlaka ya mbinguni, tutawaliwe na Roho wako Mtakatifu. Bwana, achilia Mungu na uweza, damu ya Yesu, damu yenye uweza, damu yenye nguvu, damu inayovunja mihuri ya shetani, damu inayovunja mihuri ya dhambi, damu inayotoa justification ya dhambi, damu inayovunja kinachofunga ufahamu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, ili tufungue, ili tuponye, ili tubariki, ili na maisha yetu. Damu ya Yesu Kristo, tufungue, tuponye, funga mihuri ya shetani, funga mihuri inayoingilia ndoa za watu, funga mihuri ya ngono, kudanganya, fornication, adultery, funga hiyo mihuri ya kebongoshi, funga mihuri ya kumeza lako Baba Mungu wetu. Damu ya Yesu Kristo, damu yenye uwezo na mamlaka, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kwa nchi yetu, damu ya Yesu Kristo kwa serikali yetu, damu ya Yesu Kristo kwa opposition politicians, damu ya Yesu Kristo, 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 damu ya Yesu Kristo. Katika Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho wa kweli, tuondolee roho wa unafiki Bwana, tupe roho wa kweli. Njoo Roho Mtakatifu, come Holy Spirit of God, come power of God, come wisdom of God. Njoo Roho Mtakatifu, njoo na nguvu zako, njoo na uweza, njoo na mamlaka, njoo na nguvu uliyopoteza, come with your power and authority and anointing. Holy fire of God, come and sanctify us. Njoo tujaze na kutuzuia neema ya ajabu. Njoo Roho Mtakatifu na kuhitaji, njoo Roho Mtakatifu tukaze, njoo tuongoze. Come Holy Spirit of God, come Spirit of God, come Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua sehemu yako kwa maisha yetu. Miili yetu ni hekalu lako, lakini mara nyingi tumeruhusu adui atawale. Tusamehe Roho Mtakatifu. Wewe ni moto ulao, tutakatifuze. Njoo chukue sehemu yako, njoo utawale maisha yetu. Tuondolee miungu mingine. Miungu
ambayo tulikuwa tunaiabudu, teketeza maisha yetu. Teketeza kabisa Roho Mtakatifu. Wewe ni moto ulao. Tuondolee kutumia jina lako bure, kuapa kwa jina la Mungu bure. Hasa wakati atuseme ukweli, tuondolee. Tuondolee kuchafua siku ya Bwana. Tuweke iwe takatifu. Tumkabidhi Mungu, tumuinue, tumtukuze kwa maisha yetu na matendo yetu. Tupe neema ya kuheshimu baba na mama, kuheshimu hata viongozi. Tunaweza kuchukia matendo yao, hatutawachukia wao, kwa maana tukiwachukia ndio lako nasema tunakuwa uwaji. Tuondolee chuki na yote ndani mwetu. Tuweze kuwaheshimu na kukemea maovu anayotenda. Tupe kuheshimu baba zetu na mama zetu na wakuu wote, na hata kuheshimu wadogo wetu, kwa maana heshima ni both ways. Mungu tuondolee roho ya mauaji, roho ya abortion, mauaji aina nyingi tu. Kutumia contraceptives ambayo ni njia moja ya kuua, ya kuinterfere with the childbearing mechanism, kuinterfere na mbegu ya wanaume ili tusizalishe. Roho Mtakatifu tuondolee roho ya uasherati na uzinifu ambayo imekuwa kawaida, imejificha sana. Tuondolee hata katika mitindo ya kisasa. Tuondolee Bwana, kutamanisha wengine. Mungu tuondolee. Tuondolee roho ya wizi kazini tulikoandikwa, kwenye serikali, hata kanisani. Tutia Mungu fungu la 10 na wizi na yote ile. Mungu tuondolee. Tupe roho ya ukarimu hasa kwa kazi yako Mwenyezi Mungu. Mungu tuondolee kutoa ushahidi kwa uongo, bearing false witness. Tuondolee kabisa. Mwenye tunaposimama kutoa ushahidi, Mungu ache uwe ni shahidi wa kweli, sio wa kudanganya, kumaliza watu. Mungu tuondolee roho. Tuondolee roho ya kudanganya, corruption na mambo mengine. Tuondolee roho ya kutamani wake za watu wengine, hata wasichana wadogo wa watu wengine ambao hawajafika kwenye eneo la kuolewa, kuwatumikisha vibaya. Tuondolee maroho. Tuondolee roho ya kutamani mali wengine. Hii tamani inafanya watu wanaiba ili wafikie wale wengine. Mungu tuondolee. Yesu tuhurumie. Tupe Roho Mtakatifu, roho wa kweli, atusaidie kutafuta utakatifu, kutafuta mbinguni, kwa maana duniani hapa si wapita njia tu. Hivi vitu vinavyoonekana ni vya muda tu, lakini nafsi zetu za milele. Tusaidie kuishi ndani yako na ndani yetu, kutufanikisha hapa duniani mpaka tufike huko mbinguni. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Makofi kwa Yesu. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza channel hii ya YouTube ya Steve wa Yesu. Na kama umependa mafundisho haya, unaweza bonyeza kile kidude cha like, na pia bonyeza kile kidude cha subscription na ile kengele ya notification, ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako. Asante sana na Mungu akubariki. Bye bye.